Kuna ma CCTV camera ambayo inaangalia nani ameingilia wapi na ametokaje. Tuna hata walinzi wa nyumbani, guards, tunawaandika ili kuhakikisha kwamba nyumbani kwetu kuna usalama. Kuna alarm systems ambayo ukibofya inatoa sauti ya kutisha ili kuskea wale ambao wanaweza kuhatarisha maisha yako na wale unaowapenda. Hata ndani ya nyumba kuna silaha. Kuna wengine wako na mapanga, wengine wako na bunduki katika manyumba. Pia hizo inasindikiza kuleta usalama katika familia. Kuna mbwa kali, German Shepherd na wengine wengi ambao tunaweka manyumbani ili watulinde. Na nilikuwa najiuliza, ama wewe mwenyewe ujiulize, je, umewahi kujiuliza katika dunia hii ni mahali gani ambayo huwa inalindwa sana? Hata hapa kwenu Kenya ni mahali gani ambayo security ni tight? Ama katika ulimwengu mzima ni mahali gani ambayo security ni tight? Nilikuwa nafanya research na nikaona ya kwamba mahali ambapo inalindwa sana, ama maeneo mengi, sio moja ambayo inalindwa sana. Kwa mfano White House America inalindwa kupita kawaida, sawa? Na nyumba ambayo rais wa Amerika anaishi, hakuna ulinzi wowote duniani ambaye inalindwa kama nyumba rais wa Amerika anaishi. Ulinzi mkali. Na nataka niingilie ndani, ni kumara nimesoma nikakuta kuna vitu vingi wanatumia ili kuhakikisha kwamba yule jamaa ako salama na maisha yake haijahatarishwa. Wakasema pia kuna bank moja kule New York City inaitwa Federal Reserve Bank kule New York City, ambayo inalindwa kupita mabenki zote duniani na kuelimisha. Amen. Saa nyingine kuhubiri pia ni vizuri kuelimisha watu. Inalindwa kule New York City. Kwa sababu gani? Wanasema nchi zote za dunia, hata kama sio zote, nyingi za nchi za dunia wanapeleka reserved dollars ikahifadhiwe kwa hiyo benki ambayo iko New York. Na wengine wanachukua hizo, wanachukua ikiwa ni dola. Ni wapi nilikuwa nafundisha mambo ya precious stones? She of excellence. Very good. Nimekumbuka. Dunia wanapeleka ile pesa za ziada. Na wengine wanapeleka in terms of gold, pure gold. Wanapeleka New York City kwa hii bank ili wawekewe. Hiyo ni utajiri wa nchi. Na ndio maana inalindwa usiku na mchana. Faida ya nchi ya Amerika kulinda hizo vitu za nchi zingine ni nini? Kwa sababu wanalipwa. Nchi inalipa ili hiyo mali yao ilindwe. Umewahi kujua kwamba wewe ukiwa na title deed kwa nyumba na ukiwa na logbook unaweza ukapeleka kwa bank na uwekewe the whole year? Unajua je? Hiyo the same concept. Unaweza kusema hii nyumba inaweza kuchomeka labda, ama mkora aje aimbe title deed. So unapeleka kwa bank, mnaandikiana, unaweka signature, wanaweka vitu vyako vizuri vya gharama, inawekwa, stakabadhi zote zinawekwa kwa bank. Kila mwaka kama sijakosea, ka title kamoja unalipia kama 300 kwa mwaka, very cheap, si ndio? So unasema kuliko nihatarishe hii title na labda marriage certificate ama nini ichomeke labda siku moja, si nipeleke stakabadhi zangu za maana ikalindwe na cooperative bank. Wanakuambia sawa, tunafanya hivyo, inawekwa kwa save, lakini lazima uwalipe. Kwa hivyo that New York bank inaitwa Federal Reserve Bank, dunia inapeleka vitu vyao vya dhamana ikalindwa, na inalindwa usiku na mchana. Wacha hii ma CCTV camera unaona hapo, zile ni zile ambayo hata ina detect kitu kwa hewa ikiwa mbali kabla haijaonekana, inasema kuna hatari fulani inakuja, inalindwa. Maeneo inayolindwa ambayo watu wanadhamini na wanajua ya kwamba kile kimefichwa huko ni kitu cha gharama sana. Kuna kitu kingine nilisoma inaitwa Valbard Global Seed Vault. Bado hiyo iko Amerika. Yaani mbegu zote za dunia, mbegu, mahindi, maharagwe, miche, miti yote, kuna mahali ambapo hizo mbegu zinahifadhiwa ili isije ikawa distinct, isije ikawa endangered species. So mbegu zote zinahifadhiwa huko, na pia inalindwa sana na ulinzi mkali ambayo una gharama. Wanasema pia kule Vatican kuna mahali inaitwa Secret Archives. Kule Vatican kule, ile headquarter ya kanisa ya Catholic,
kuna mahali ambapo hakuna watu wa Katoliki kwa hii dunia wamewahi kujua ni nini iko hapo. Ni watu wachache ambayo wanajua hiyo secret archives ya Vatican. Na pia nimeelezwa hiyo inalindwa usiku na mchana, maana hawataki hiyo siri iende kwa umma. Whatever is hidden there, I don't know. But my research tells me it is the most protected area in the world. I don't want to bore you with a lot of protected areas because I had a point. It was just an illustration. Are we together? So we protect our homes and we make sure our children are safe. And whatever we have, our money is saved, our titles are saved. We put a dog and train the dog and feed the dog every day, so that when anything, any endangered whatever comes, umbwa inakuambia kuna kitu ambayo haile. Nani sawa? Sipingi hiyo mambo mimi. Bwana asifiwe sana. Hata mimi niko na umbwa. Amen. Na sio kwamba siamini Mungu ananilinda, lakini hivi ni vitu vya kawaida kwa maisha haya. The most guarded places in the world are so precious to the people who know the value that is hidden in there. But according to the Bible, the most guarded place, according to the Bible, not now the world. The Bible says in the book of Proverbs 4:23, it says, guard your heart more than anything else, more than the dollars if you have, more than the gold if you have, more than the title deeds if you have. Does your Bible says the same? And I like the emphasis. It says more than anything else. In other words, guard your heart more than the TV, more than your car, more than your house, more than the resources you have accumulated. This is what God is saying to us today. That is the message I have come to release to you. Guard what? Your heart. Don't guard the physical appearance of your children by just making them eat well and they look healthy. By buying expensive clothes for them to look, they are coming from a rich family or parents who care. That is okay. But the Bible doesn't really put a lot of emphasis in that. The Bible says, guard your hearts more than anything else. If there is a place that should be guarded in this world, not even the Vatican, secret archives. Are you there? Not even the Federal Reserve Bank in New York City. Not even the White House in America, or where the President of the United States of America lives. Bwana asifiwe. Na saa zingine watu wanainua watu mpaka wanakuwa ni kama Mungu. Juzi wakati wa UN meeting kule New York, the same New York City, wakati marais wameenda huko, nimekuta sijui kama ni rais wa nchi gani, ilibidi asimamishwe ndio Trump apite. Yaani marais wengine wanakaa kama ni watu ambao sio wa maana. Ikabidi motorcade yake isimamishwe maana the president has come. The president has come. May God help us to see what God puts value on in our life. So I'm saying guard your heart more than anything. I know you love the physical appearance of your children. You love their performance in school. You love how the clothes they put on. You love it, and I also love it. But there's something which the Bible says, put a lot of emphasis on what you must protect. The atmosphere of their heart. Hallelujah. Linda moyo wako kuliko vyote ulindavyo. Na mimi nafikiri kama ndio maana mmekuja kukaa hapa, ni kwa sababu ya unataka roho yako ilindwe. Una sababu ya kukaa nyumbani, lakini unatamani kumpatia Mungu nafasi ili usikie Mungu anasema nini kuhusu roho yako. Kuna watu ambao pia wameenjoy freedom ya security ambayo labda sisi hatuenjoy hapa. Kuna mahali nimeenda kwa hii dunia, hata nyumba haifungwi, hata hakuna gate, hakuna wazi. Unaweza kwenda na uingie kwa nyumba. Na hata ukitoka kazini uende, hata ufunge hiyo nyumba, maana hakuna mtu ataguza chochote. Hiyo ni mystery nyingine nimeona kwa hii dunia. Vile sisi ukitembea River Road,
Unaangalia kama una kasaa kagarama unaweka kwa mfuko, ama kama umeweka tuereni ambayo inang'arang'ara hivi unatoa unaweka kwa mfuko. Kuna mahali pengine ukiacha hata kwa duka, bahati mbaya inawekwa mpaka urudi uipate hapo. Very funny. In the same world where we are staying in. Kuna mtu hana haja na nyumba yako, hana haja na kile iko kwa nyumba yako. Hata ukilala bila hakuna mtu anakuja kukuibia. Nimeenda maeneo kama hayo, nikashangaa sana kwa hii dunia. Bwana asifiwe. Bahati mbaya nyingi ni zile nchi za Waarabu. Wale ambao tunajua wao ni mafia, wanaanza kukuondoa kwa hii dunia wakati wowote. Lakini nashangaa kwao hakuna eti maulinzi nyingi. Unaacha laptop alafu unashangaa. Kama utaikuta. Utakuta tu ka laptop kao kako hapa, sema hatuna haja na laptop yako. Wewe chukua, hata kama una gold watch, chukua vitu zako, usije hatuna haja nayo. Na mbaya ni ile wanasema there are no Christians here. Hiyo ndio mbaya zaidi. Hiyo inanikera hata sitaki kusema. Mara nyingi tunahakikisha ya kwamba nyumba zetu zimefungwa hata kabla hatujalala. Kuna statement ambayo unasikia, hiyo nyumba hiyo gate imefungwa. Hiyo ndio common stories ya hapa kwetu. Hiyo mlango imefungwa. Okay, na kale ka gate kakwenda shambani. Sasa nina describe kwangu kwa nyumba. Kale ka gate kamefungwa. Hebu nenda uangalie kama kamefungwa. Na hiyo madirisha ya nyumba sasa umerudi kwa nyumba imefungwa. Na mimi sisemi eti my wife anasema hivyo, tafadhali msimuone. Mimi sisemi ni anasema hivyo. I'm not saying that. All of us are concerned. Eti Allah minafanya kazi. Just in case of anything. To make sure Allah minafanya kazi. No ordinary security system can lock out our most dangerous enemies today. Now I've started preaching. No elaborate security system that we have in our homes. Are you hearing? That we have to protect what we think is so precious to us can lock out the most enemies that we have in this life. Hakuna hata umenunua hiyo mambo, hata gate yako unaingia gate 3 ndio ufikiwe mahali huko. Hiyo na niseme sio kwamba uko safe zaidi. Na huwa tunalinda nyumba zetu, lakini unakuta adui anapitia kwa wale marafiki zetu. Wale ambao tunaita marafiki. Shetani anapitia kwa nani? Kwa marafiki. Mahali ambapo haudhani, adui anaanza kupitia kwa rafiki. Mtani wako, yule mnakunywa kahawa na yeye kila siku. Huko nyumba umeweka vifuli na umbwa kali na shepherd, sawa, lakini shetani atapitia kwa your friend, your company, kufikia roho yako na kuhatarisha dhamana kubwa. Na Mungu, kulingana na Mungu, dhamana kubwa sio New York Federal Reserve Bank. Dhamana haiko hapo, iko kwa roho yako. Treasure kubwa iko hapa. Hapa ndio inastahili kulindwa. Bwana Yesu asifiwe. Anapitia kwa marafiki, anapitia kwa TV, anapitia kwa smartphone, anapitia kwa social media, na anaiba kile ambacho ni cha dhamana sana. Anaiba nini? Anaiba your mind yako na ya watoto wako, na anaiharibu kabisa kile ambacho sasa wewe unafikiri is more precious. We build our houses like that because our children are very precious. Ungetaka wakora waje wafanye vituko na watoto, ama waibe kile ambacho umetafuta kwa miaka mingi. Lakini wakati maadili inaibiwa, sema wakati utu inaibiwa, wakati maombi ya familia inaibiwa, na umeweka umbwa kali huko nje, si umeisha wewe? Unatembea tu tupu, lakini unasema kuna umbwa kali huko nje. Watoto wangu wako salama, lakini watoto wako kwa runinga, wako kwa smartphone, wako wanafanya magaming kule, wanafanya vituko huko. Mimi ni mchungaji na ninashughulikia shida nyingi za ulawiti, shida nyingi za pornography, shida nyingi ya early sexual relationship.
Tukiangalia hiyo yote kwa kizazi cha leo, unaenda kwa social media. Hiyo ndio shetani ameitumia kusambaza habari hizo za kishetani. Lakini wewe haulindi smartphone, hata TV haulindi, hata umewekea wifi 24/7. Bwana asifiwe sana. Na unasema mimi nimelinda familia yangu, wana chakula ya kutosha. Kuna kitu ambaye hawana. Hata na walipia wanaenda kwa camp, sawa. Lakini kuna kitu cha dhamana inaweza kuibiwa kwa huyo mtoto. Roho yake ikiibiwa na mawazo yake ikiibiwa, ameshaibiwa hata yeye. Saa zingine najiuliza, siku hizi hiyo swali najiuliza sana siku hizi. Wale ambao Mungu amewatumia, wacha niseme Mungu amewatumia kubuni hii teknolojia ya mawasiliano, sababu yao kabisa ilikuwa tu ni kufanya mawasiliano iwe bora zaidi, ama kuna ajenda ya shetani nyuma yake ambaye hatuijui? Mimi kama mzazi najiuliza hivyo, na mimi kama mchungaji najiuliza hivyo, kwa sababu mambo ya mtandao imenyonya maombi, imenyonya maombi hata ya familia. Najiuliza hiyo swali. The people who are inventors of communication technology, which I enjoy personally, because it has made my work to be very easy in so many areas. But I'm asking myself, was the agenda just to make communication easy, to conduct the whole world anytime you want, or there's another agenda of the enemy behind technology? Nobody has given me that answer. I'm still seeking that answer. Because kama kuna kitu imeleta madhara mengi sana, ni huu uvumbuzi wa teknolojia. Imeadhiri familia, imeadhiri maadili hata wanafunzi shuleni. Bwana asifiwe. Imeharibu. Wengine wanatumia mitandao kusambaza vituko. Kina anapokuja na uniform na tai mtoto na amevaa vizuri, wewe unasema mtoto wako salama, lakini hajui kuoza ambako kumeanza kitambo, kwa sababu ya teknolojia ya mawasiliano. Nataka nikuulize mzazi, unalinda nini by the way? What are you protecting? Even after giving you the background of the many styles of protection that we use in our families, I want to ask you today, and I pose that question. Don't answer me, but I think it's better for you to answer yourself. By the way, what are you protecting? And are you sure you're protecting it? Are you sure that what is precious to you, you are protecting? Or it is just a superficial kind of protection? Ni ile kusema, amekuja masaa inafaa, sawa. Ameperform vizuri shuleni, hiyo ni sawa. Ako clean, hiyo ni sawa. Kwa nini tusitumie muda wazazi, especially sisi tuko kanisani, tuseme, je, hali ya afya ya roho ya huyu mtoto iko sawa? Maana kama kuna vitu viwili ina control maisha ya mtu, ni mind and the heart. Ndio ina control maisha. Mind ikioza, huyo mtu ameoza. No wonder Romans 12:2 inasema, renew your mind with the word of God, so that you are able to detect wrong from right, or right from wrong. Hapa na hapa, shetani akiteka hapa na ateke hapa, hata kama nina afya kiasi gani, hata kama nina smile kila wakati, tayari nimeibiwa. Na kama unafikiri unanilinda mimi, maana niko precious kwako, kama hapa ikiibiwa na shetani ateremuke aibe roho, guard your heart more than anything else, because that is where the issues of life, that is the headquarter of the issues of life. Let us guard our children. Parents, wake up. Help me to tell the parent next to you, wake up. Because sometimes what you think you are protecting, you are not protecting it. Actually, you have already exposed it to the enemy to come. Nimefanya fasihi ya Kiswahili nikiwa kidato, nikiwa shule ya upili. Nilikuwa napenda fasihi ya Kiswahili, na nikafanya vitabu vingi sana. Kuna hii kitabu moja ambaye imeandikwa na Mwarabu huko Pwani,
ambayo inaitwa mwana wa yungi hulewa. Mwana wa yungi hulewa. Manake hata yule mtoto ambaye anakuwa protected kabisa, hata yeye hulewa bila wazazi kujua hii ulevi imetoka wapi. Unaelewa? Mwarabu tajiri wakaamua, wana binti mmoja beautiful, na wakasema ile kazi kubwa tutafanya, maana tunazo za dunia hii Mungu ametupatia, ni ku make sure huyu mtoto hatapata madhara ya dunia na tabia mbaya, hata kutana na boys waanze tabia mbaya na wao, maana she is so precious to us. Nilifanya hiyo kitabu nilikuwa form 4. Lakini cha ajabu, huyo mtoto na ulinzi mkali, na wazazi hawajai kuona akitoka na mtu, lakini alizaa ndani ya nyumba in a protected area. For those of you who are my age, maybe you can remember that book. Sijai kuiona tena, but maybe unaweza kuchunguza kwa mtandao hiyo. Ina mafundisho mengi. Bwana asifiwe sana. Matajiri wa Arabu kule Mombasa wakisema we must protect this girl, ili aolewe vizuri na asome vizuri. Hata wakaleta ile kitu ya homeschooling. Wanaandika walimu wamehitimu wamfundishe kila kitu nyumbani, na kweli mitihani yote akapita, maana ako na wale walimu ambao wako juu. Homeschooling kumprotect huyu mtoto. But alizaa kwa hiyo nyumba, na ilikuwa ni bumbuwazi kwa wazazi. Nani amewahi kuingia kwa hii nyumba na kulete hii tabia, ili wachanganya? Na ndio maana hiyo kitabu ikaandikwa, ili wanafasihi waichambue, waweze kuelewa tabia za jamii, what happens in society. Amen. I still remember that book up to today. So sometimes you can protect something, but it's long gone. It is gone. But your eyes are cheating you. That precious thing is still there. It is not there. Unless we take a step, now that we understand better than what Mwana wa Yungi hulewa and the author who wrote it, I understand better than him now. I'd rather take care of the heart. Niseme, omba, Bwana asifiwe sana. Nenda kanisani, soma Biblia, nenda Sunday school, nenda kwa youth camp. Ni nini inahitajika huko? Nataka nihusike, ili nilinde kilicho cha dhamana sana, ambaye ni akili, mind and the heart. Ukifaulu kwa hiyo, mzazi unanisikiliza, wacha mtu hata ingiane na dunia. Wacha ingiane na dunia. I tell you, you will smile as a parent. Hata apeleke mahali ambapo unaona ni hatari, kama hapa iko sawa na mind iko sawa, relax na usikose usingizi. Bwana asifiwe. Huyo wako sawa. Kama maombi haijaibiwa, kama maadili mema haijaibiwa kwa huyo mtoto, relax. Mtu ambaye ana hekima kuliko wengine wote, kulingana na Biblia, Suleimani amesema, linda roho yako kuliko vyote ulindavyo. Sisemi usipeleke mataito kule kwa banki kalindwe. Siko huko. Zilinde zile ambazo unaweza ukazilinda physically, ni sawa, lakini kwangu mimi nikitafsiri hii Biblia, roho ina maana zaidi. So tuhakikishe afya sio ya watoto tu, hata yetu iko sawa. Amen. Usikubali vitu vya dhamana viibiwe. Kama ushirika, uhusiano wako na Mungu, maombi, usikubali ibiwe. Utakuwa unatembea kama debe tu, lakini ndani hamna kitu. Usikubali, ng'ang'ania, pigania, isiibiwe na shetani. Naongea kuhusu home security, but I think nimebadilisha sasa, naongea kuhusu heart security. We should start a campaign about home security against moral corruption, not against stealing of my goats, stealing of my chicken, stealing of my car. That is not the campaign. We should start a campaign about home security against what? Moral. Hatuko pamoja. Oi, kwani mumeniacha? Ama nifupishe? Bwana asifiwe. Against moral corruption. Moral, which touches the heart.
Proverbs 6:21, the Bible says, I like reading it in American Standard Version. Bind them continually. Continually. Bind them continually upon your heart. Tie them about thy neck. Hey, Bwana asifiwe. Proverbs 6:21 inasema zifunge kwa bidii kwa roho yako, zifungie isitoke. Umewahi kuweka kitu mahali na ukafunga na kifuli ikae hapo? Sema fungia maadili haya kwa moyo wako isitoke. Na isitoshe zifunge pia kwa shingo lako, kama vile hii necklace inaitwa kwa Kiswahili ni mikufu ama nini? Mkufu, kama mkufu kwa neck. Wamama wanadhamini hii kitu. Unaelewa? Hii mikufu ya wamama ina maana kubwa. Wanasemaga usipovaa saa zingine unakaa uko naked kwa shingo yako. Very precious. Na wale wana uwezo wanazinunua zile za gharama. Unaona tu ameweka na anasikia ako sawa. Bila hiyo anasikia kama hayuko sawa. Najaribu tu kufafanua vile Mungu anasema. Kwa nini aseme mambo mengine kwamba uikanyage chini kama kiatu? Mahali ambapo watu wanadhamini kuna vitu vya dhamana wanaziweka. Mikufu kwa wamama ni kitu ya maana. Maana inaongeza urembo na inamfanya akamilike. Ama hata vitu vingine ambavyo kama bangili ya mkono inafanya asikae ako naked, anajisikia ako sawa. Ako sawa, amevaa. Mungu anasema ifungie kama mkufu kwa shingo yako, ili usikie uko salama na usikie uko sawa. Mambo mengi ambayo inaweza kupigiwa debe sana na mambo haya ya social media, mambo ya worldliness, pursuit of pleasure, sensual, self-indulgence, is a very stubborn demon and is being worshipped in this world of today. If you want to be technical, you call it hedonism. But forget about that. Hedonism is love of pleasure. Pleasure. Nipatie raha yangu saa hii. Na kama sio saa hii ni saa ngapi? Sasa hivi. Sitaki uniambie eti nichelewe. Eti next year tutanipeleka outing. Ni saa hii. Na naitaka saa hii. Hiyo inaitwa hedonism. Love of pleasure, which the devil has released to the world. I need my money now. I need my peace now. I need my freedom now, not tomorrow. I can't wait. Inaitwa hedonism. Bwana tusaidie. Yakobo 4:1-3. What causes quarrels and what causes fights among you is a question. Is it not this, that your passions are at war within you? Yani kuna vitu zinapigana tu ndani yako. Kuna vitu unavitaka, unavitamani, hata kama sio vya kiungu. Kuna vita ndani, passion, fighting within you. There's a war within you. You desire and you not have. So you murder, you kill so that you can have it. You covet and cannot obtain. So you fight and quarrel to obtain it. Unaichukua na nguvu. Penda asipende, nitaichukua. Na akinikataza nitaiba. You do not have because you do not ask. But the worst is, when you ask, you do not receive. Why? Because you ask wrongly. To spend it on your hedonism, if I may put it that way. To spend it for your pleasure, not for any benefit. It is hedonism. That's why heaven is blocked, even not to hear your prayer. You ask because God knows. Ni kwa sababu ya lust. Hiyo ndio inafanya ungangane usiku na mchana. Sio ili Mungu akujae, sio ili Mungu unampatia Mungu contract. Hii mwaka ikiisha, kabla hujanipatia ile kitu ambayo nilikuomba, mimi nitakudoubt kama wewe ni Mungu. Nikiendelea tena kukaa miezi mingine 3 ijao na sina kazi, Mungu, mimi nitajua wewe hauko. Yani ni utoto mkubwa sana. Hata wewe kusimama si ni Mungu. Hata wewe kubreathe hata bila kazi si ni Mungu. Hiyo ndio neema nimekumbusha leo asubuhi. Nikamka tu akili na ring neema. Imagine nimeamka na niko mzima. Nimeilipia kweli. Hii oxygen navuta nimeilipia. Neema. So wacha kutishatisha Mungu hapa. Na mwambie eti maombi usiponipatia nitaiacha hii kanisa. Si uende. Unatisha Mungu kwa nini? Praise be to God. Relax. Uwe humble mbele za Mungu. Hata kila ambaye ameshakupatia ujue, ushukuru kwa hiyo.
Mwimbaji amesema, count your blessings one by one, and you'll be surprised what God has done. Count your blessings one by one, and one of them is for you to breathe. That's a blessing. Glory be to God. So wacha kutishatisha watu, tishatisha pastor, unamwambia maombi yake haifanyi kazi. Pana, toka hapo. Have a thanksgiving spirit. You just realize what God has given you first. Even before he gives you what you think he hasn't given you, thank God for what he has given you first. And I will tell you down there what thanksgiving is all about. Praise be to God. So, you ask and you don't receive. Why? You ask wrongly. Secondly, because you want to use it for your hedonism. Pleasure, pleasure, pleasure. Nothing that gives the kingdom of God value. You see that people value now. There are some things that people value. Let me ask you, if you live today, if you forget your Bible and you realize that you have left it at home, can you go for it? Thank you for those who are saying yes. I can go for my Bible. But I can promise you one thing. When you leave your smartphone, utasimamisha hiyo matatu, mwambie simama, hata kama nimelipa pesa, nitaenda kuchukua smartphone nyumbani. That one I can guarantee you, you run for your smartphone. It's unfortunate most of us don't go when you leave our Bibles at home, because that's not where our heart is. Amen. We need an orientation to take back our hearts to where it belongs. Because roho ikiibiwa, na ninarudia hiyo mara nyingi, kila kitu imeibiwa. Kuna wengine simu ikiibiwa, you will curse like you have never cursed before. Huyo mtu ambaye ameiba hiyo simu, achanganyikiwe. Asitumie vile anataka. Agongwe na radi. Simu. Lakini Bible ikiibiwa, hauna shida. Unaona vile tumeweka priorities yetu. Ameiba simu yangu. Sasa marafiki zangu wote. Sasa na M-Pesa iko huko ndani. Sasa ile manini. Sasa ile hata ataenda kujua siri zangu zingine. Eish! Relax. Come back to the Lord. Take care of the most precious things. Wachana na hii ya dunia inaisha hapa hivi. Mnacheka kwa sababu mnajua nasema nini. You know what I'm talking about. Na kuna wengine wamesema utarudia Biblia lakini hutarudia Biblia. Utasema wacha nikasikilize pastor anasema nini hata bila Biblia leo. Si yeye amebeba. Kama baba amesoma, si amesoma. Kama baba amesoma Bible, si iko correct. Hawezi kunidanganya. Tuko mbali. Mungu atusaidie. So kuna vitu ambavyo ina siku hizi iko kwa kilele cha juu. Na moja wapo ni ile nimewaambia. The real enemies are laughing at our sophisticated modern security systems because they can get our precious treasures. Mifumo za kisasa za ulinzi shetani anazichekelea. Eti CCTV camera. Lakini ile hazina ya dhamana, ile hazina tunazo zidhamini sisi, hata hatuzijui ni ipi. So I'm here to say we must protect our homes and lives through the message of Deuteronomy 6:4-7. Amen. Doors, the Bible says, right on your door frames. Doors, biblically speaking, are very strategic. It's a big entrance. A door is a big entrance. And it can also be used to block the enemies from coming by locking it. Weka kifuli. Ile tunawekaga tukienda kulala. Weka hiyo door kifuli. Funga kabisa. Amen. Ili tusisumbuliwe. Sasa the door of your heart needs to be locked. Nasema no intruders here. In your heart. This time not in your house. Because sometimes even money just coming in. So, security that goes beyond locks and weapons. Sio vifuli ama kifuli ama silaha, inaenda zaidi. Zaburi 119:130 inasema the entrance of your words, not just a word, gives light.
It gives understanding to the simple, the entrance of your word. Hiyo ni treasure inaingia ndani ya roho. Bwana asifiwe. Naongea kuhusu home security. But sasa nimeruka naongea kuhusu the security of your heart and your mind, which matters more than anything else. Philippians 4:7, the Bible says, and the peace of God will guard your hearts and all your minds. Naona pia Biblia inaweka dhamana mambo fulani. Sasa nimekupatia maandiko mengi sana. Philippians 4:7 inarudia vile nimesema. Inasema inalinda nini? Your hearts and your minds. The peace of God. So peace is like the guard. Peace is like the security, the watchman of your heart. Nataka upige hiyo picha. Your heart has a door. And now peace is the bodyguard of your heart. Na ukitafsiri hiyo neno kwa Kiebrania, hiyo guard ni garrison. And garrison means is a battalion. It's like the whole 7th battalion in Langata Road, the whole 7th battalion coming to stand at the gate of your heart and saying, hamutaingia. So Kiebrania hiyo jina guard is a very serious word. Very serious. Ni kama kuita jeshi. Hii ya 7th battalion ya Langata wasimame waseme hii roho ya huyu mtu hakuna kitu itaingia. It's a serious matter. It's a serious matter. So peace is like that garrison. It's like that army. It's like that is a group of security people standing at the gate of your heart and saying, hii shida haitaingia kwa hii roho. Hii roho ni high security area. More than the State House of Kenya. More than the Central Bank of Kenya. Nataka upate hiyo picha. Hata kama utaenda kama huna kitu kingine, pata hiyo. Kitafsiri kwa lugha ya kwanza ni roho yako inataka ulinzi mkubwa. Na peace ni yule mwanajeshi ambaye ni sniper. Wanaitwa sniper wale sharpshooters. Unaelewa? Wasimame kwa mlango ya roho yako. Kuna kitu itaingia. It's a very deep revelation that the Apostle Paul had. Amen. Simame kwa roho yako. Usiruhusu takataka ingie. Usiruhusu chochote fanya nini? Ingie hapo. Soma as a study utaelewa kile ninachosema. It's a very serious matter. Ngome yote ya wanajeshi ije na ilinde. Tukirudi kwa hiyo text yetu ya Deuteronomy, God wanted his commands to be present in their minds and their hearts at all times. God wanted what? Their command, God's command to be available in their life. Everybody in this world must have at least a commander. Umenisikia nimesema nini? Yes. Everybody in this world must have a commander. Let me ask you, who commands your life? Or everybody is a boss? You are a boss. Your employer is a boss. Your wife is a boss. Your husband is a boss. Your children are bosses. Nobody commands the other. Naomba mnisikilize. Maadili yameondolewa. But according to the way I get this scripture, everybody must have a commander for life to be guided well. Sasa umesikia nimesema juzi nimeangalia kwa TV kule New York City kwa United Nations mkutano, kuna jamaa moja ameingia, wengine wote makomanda wanasimama hivi. Na hiyo ni system ya Mungu ameweka. Lazima hata kwa nyumba zetu. Amen. Wazazi, tuko pamoja? Kuwe na mtu ambaye akiongea wengine wananyamaza. La sivyo tutapoteza. Sio kila mtu anaongea. Unaweza kufundisha vibaya. Hata katika biashara zetu kuwe na mtu ambaye akiongea tunamsikiliza. Anatoa amri, hii biashara inaelekea upande gani? Sio kila mtu anaongea, kila mtu anaongea mpaka wafanya kazi wanasema that is a wrong decision, you better do this. No. Deuteronomy anasema these are God's command and everybody must listen to God's command. Na hiyo ndio nimeidondoa nikasema hata kwa maisha yako kuwe na mtu ambaye ni mnenaji.
Na siongee kuhusu vita, naongea mtu ambaye anapeana direction ya maisha. Even your elder brother, kama wazazi hawako, Bwana asifiwe, ambaye saa nyingine mnakaa kama familia, mnamsikiliza. Maana hata kitambo mumchague awe ndio chair, mumeona akili yake iko sawa. Mumeona hana wivu, na mumeona hana tamaa, na mumeweka kwa hiyo kiti. Kila mtu ambaye bado anapumua kwa hii dunia lazima kuwe na commander kwa maisha yake, wakumwambia you are wrong, you should have done 1 2 3. Na je, command ya Mungu? Sisi wote tuko chini ya command ya Mungu. Na ndio Deuteronomy anatuambia we must have somebody who provides leadership. When he talks, we keep quiet, we shut up. Na sijatukana mtu. Is anybody that when he talks you shut up? Pamoja na ujuaji wote unanyamaza kusikia anasema nini. Mimi nataka kumwambia maisha yako yatakuwa sawa. Amen. Sio kwamba unamwabudu huyo mtu, lakini ni vile Mungu ameweka kwa hii dunia. Ni Mungu ameweka. Lazima kuwe na mtu. Hata darasani kuna prefect. Unashangaa kwa nini hizi vitu zinafanyika? Kuna prefect ambaye akisimama mbele wanafunzi wote wana sober up. Na akicheza andike jina yako apeleke mbele, uko taabani. System ya dunia iko hivyo. Hallelujah. Kwa nini manyumba zetu tunaacha hiyo system ya guidance? Mzazi akiongea siku hizi hana point. Amefika mahali mzazi hana point. Kwa sababu uko na degree, siji uko na certificate. Kwa sababu siku hizi na wewe uko, sitaki nitaje mambo mengine. Sasa mzazi yule ambaye amefanya vitu, sitaki nitaje amekufanyia nini uwe vile ulivyo. Sasa akili yake haifanye kazi vizuri. Wanafunzi, hoye, tuko pamoja. I know you don't love me now. That one I know. But that does not mean I will stop saying what I'm saying. Lazima kuwe na komanda wa maisha yako, ili mambo iende vizuri. Saa nyingine ikichacha, kikiumana, unakimbia, unamwambia, sasa nataka uongee, shut up. Nipatie mwelekeo wa maisha. Imezidi. Unga imezidi maji, ama maji imezidi unga, whatever. Na unanyamaza, anafanya nini? Anaongea. Now let me come back to Thanksgiving. Thanksgiving is a movement, is a divine strategy that brings God back to the whole picture of our lives. It focuses on the giver. Amen? When you are giving thanks, it is a sign of humility. It's a strategy of securing back our true inheritance from God. Ni harakati, ni muondoko mzima, ni mbinu ya kurejesha urithi wetu wa kweli. Unajua kuna urithi wa kweli. Sasa nimekwambia kuna utajiri bandia. Hata hiyo magold ni utajiri bandia. Hata hiyo madollars ni utajiri bandia. Hata the physical appearance of your children very healthy inaweza kuwa ni utajiri bandia kama roho yao imeoza. Linda kile ambacho ni precious zaidi. Let's go back and secure our true inheritance. Bring it back to ourselves. 1 Thessalonians 5:18. Give thanks in all circumstances. I'm bringing thanksgiving as a weapon of restoration. Sijui kama umeelewa, nimeilete kwa njia tofauti vile unaelewa. I've given thanksgiving as a strategy of securing the precious things that we have. Of saying, after all, even finishing this year, which we are about to finish, it is by your grace. It is by your grace. Jana nilikuwa naangalia TV, namalizia sasa. Najua nimeenda sana, namalizia. Kini mafundisho singekatia. Amen. Nikaona watu familia yote wameingia kwa gari, wanaenda kupokea mtoto wao, amemaliza form 4. Amemaliza nini? Form 4. Na furaha. I can imagine wamekula hata pamoja, wamemuhug. Guess what? Hawakufika nyumbani. Uliona hiyo? It's very painful. Wameenda kumcelebrate kijana, ameng'ang'ana, labda wameng'ang'ana kumsomesha. Lakini finally amemaliza form 4 na wakaenda na gari. Sijui kama ilikuwa ni gari yao ama ni ya kuhaya, lakini hawakufika nyumbani. Hawakufika nyumbani. So, ninasema unaenda kumaliza mwaka wewe.
na unamaliza vizuri na afya yako. Je, Mungu hana sababu ya kushukuriwa? Ya kuambiwa asante Mungu. Hii ni neema tu. Kwani hiyo barabara wewe haukutumia? Hii mwaka haukutumia hiyo barabara? Umezitumia. Umesafiri kwa njia nyingi. Umesafiri na miguu, umetumia nduthi, umetumia matatu. Mnajua nduthi ni nini? Umetumia matatu. Wengine umeenda kwa bahari, mumeenda Mombasa mkaingia kwa bahari, mkaenda kwa raha zenu, lakini uko hapa. Amen. Haujaadhiriwa na nature. So, ni neema. You are not so special. Ni neema ya Mungu. Wewe unaiona hiyo kitu na macho? Sio nitasemaje mpaka uione. Is the grace of God. Hallelujah. So, I ask this question again. The inventors of the current challenges that we have in our social life, in technology, did they have an ulterior motive? Because now, the devil is getting more servants now, more than before we got some of these new gadgets in technology. Did the inventors have another agenda behind? I don't know. My advice as I finish is Jeremiah 6:16. And this is our memory verse. Jeremiah 6:16. And it says, like the way the Sunday school was saying here today, stand at the crossroads and look. Ask for the ancient paths. Ask where the good way is and walk in it, and you will find rest for your souls. I say it again. Stand at the crossroads. We are in the crossroads in our time. Because things that we value so much, the enemy is stealing every day as we watch with our eyes. Helpless. But the Bible says, stand at the crossroads. Even in that way where you are confused, where you don't know which road to take. That's the meaning of a crossroads. Ask for the ancient paths. Ile ya zamani, ile heshima ya zamani, ile ushauri wa zamani, ile maadili ya zamani, ile culture ambayo haipakani na uchawi, lakini ni culture mzuri. Ujiulize, ask where the good way is and walk in it, and you will find rest for your souls. Ask even for the primitive ways which are written in the Bible, and you think they are not modern. You think they are outdated. Ask. And if you are sober like me, look for the ways to follow those routes. It will lead you to your destiny. Praise be to God. The people, but the Bible says there, unfortunately, but, however, the people rejected this offer of guidance. I believe your Bible also says that. People rejected. I want to ask you, will you be one of the long list of the people who will reject the guidance from God? Say, my name will not be among them. Say, my name will not be among them. Those who reject preaching, they reject good advice, they even reject what God is talking about. They say, we will not walk in those paths. Will your name be part of that long list? Say, God, I will not walk. Wacha tu amalize niende home. Nitaenda, nitarudi kwa raha zangu. From today, don't be ignorant of the devices or the strategies of the devil. The devices and the strategies and even the snares of the devil. Mitego ya shetani haitaninasa kamwe. Mitego ya shetani haitaninasa kamwe. Unajua wakati hata maandishi wa prophet sema itoke kinywani mwako, yani let the word of God be always in your mouth, is what I'm just saying now. If you continue saying mitego ya shetani haitaninasa kamwe, you are saying it, you are quoting it, is a weapon. So run for your life, run for your goals. I challenge everybody here, even those who are old like me. Please look for the vision. Look for the goals for the remaining part of your life. Do you have a goal? Write it down. You know why the devil comes is because you are not busy following your vision, following your goals. That's why you are available. And your mind is becoming a dumping site of all the dirty things of the devil. Don't be available. Be occupied. Write your vision. Even if you are 80 years old, you can still pursue your vision. But write it down, the Bible says. Habakkuk says, write it down. So that you can have even the reason to follow it. Because you know it.
You carry a big potential. Say amen. Uko na potential kubwa ndani yako ambayo unaweza ukaitimiza hizo ndoto. Una uwezo mkubwa ndani yako. And by the way, thank you for those of us who went to Kimana the other day. A pastor came to discover he can go to class back. And he's a teacher already and he's our pastor. He said, I can also. He went with the ECD, became a teacher using early childhood whatever, certificate. But he went to diploma and he went to now do a degree. And this week we want to celebrate him. He has a degree and he has a second class honors. Hapa. Unanielewa? Kumbe watu wanabeba potential. Lakini kwa sababu hawana goal, hawana vision, hiyo potential inalala. Andika potential, andika vision, andika goal na uanze kuifuata. Shetani hata kupata kwa marafiki wakikudanganya, wakikupoteza, hawatakupata maana uko occupied. Bwana asifiwe. Nataka niwaambie tusidanganyane hata siku moja. Ile ushindi tutapata, victory and power to refuse the enticements of our enemy is only found in Christ Jesus. Is only found in Christ Jesus. Amen. I want to pray for you, but also alongside, I want to pray for Abigail, Werimo, just come here, Angel Naserian, Mary Kirote, Brilliant, Modhoni, Casey, ni Waranga ama ni Warenga? Warenga. Kezia Wanjiro, Kezia Peter, Eunice Modhoni, Idhaiga. Hawa wanaingia kwa Good Samaritan Department. Nikishawaombea na kuombea na wewe. Kwa hivyo sisi wote tusimame. Hallelujah. Umeamka kama mtu ameshiba neno. Nasikia umebarikiwa. Waje hawa nimewaita waje niwaombee, waingie kwa hiyo huduma ya Good Samaritan. Watu wako hapa? Tuchangamke kidogo. Asante. I'm expecting about 8 people standing in front of me right now. About 8 people. Unaitwa nani? Kezia ndio peke yake yuko hapa. So there are 7 people who are not here. 7 people who are not here. Sawa. Let me pray for you. Father, in Jesus' name, I want to thank you for this gesture of commitment and the passion to serve you, Lord. I release all the blessings upon her. Kezia, may the Lord guide you and empower you to serve him in that area which you must have weighed and your heart is telling you that is where you will excel. We pronounce excellence as you begin doing that job. May the Lord empower you and cover you and protect you. We thank you, Jesus, because you have continued to appoint your people to do what you have called them to do. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good Samaritan, where is our leader? Come and hug her. Okay,